Niaba ya serikali na kushukuru wewe pamoja na kamati ya siasa kufanya ziara hii kuja kukagua mradi wa maendeleo ambao ni ujenzi wa barabara. Ndugu mwenyekiti, mimi nilifika hapa juzi baada ya kuwa nimepokea simu ya mheshimiwa mbunge kuelezea hali ya ujenzi wa barabara hii na kuja kujionea hali ambayo iliyopo. Ndugu mwenyekiti, kazi iliyofanyika hapa ni ya hovyo. Kwa sababu hapa tulipo tayari ni barabara ambayo ilishakabidhiwa na hali ndio ilivyo hapa. Lakini ndugu mwenyekiti, hapa waliposimama wananchi kuna barabara lakini hakuna kivuko. Wananchi imebidi waweke mbao kuvuka kwenda upande wa pili. Lakini ndugu mwenyekiti, mimi nilikagua hii barabara, nilienda mpaka juu. Anasema hapa ni kilomita 1.8. Lakini hii barabara ilitakiwa ijengwe kwa kiwango cha changarawe. Ukitifua hii barabara yote huku hukuti hata kifusi kimoja cha changarawe. Udongo uliowekwa hapa sio ambao ulitakiwa uwepo kwenye mkataba. Lakini pia vile vile ndugu mwenyekiti, mradi huu umeenda kuwa ni kero kwa baadhi ya wananchi ambao wanakaa upande wa pili, unaenda kuunganisha mpaka Kilungule B na Kilungule A pale. Pale mbele maji haya yote yanayochukuliwa hapa yanatakiwa yafike pale mwisho, yavuke upande wa pili kwenda Mtogide. Lakini pale wamejenga hatua mbili tu. Baada ya hapo wananchi wanaishi kwenye bwawa kule upande wa chini. Kwa sababu maji yote yanayokusanywa hapa, mwenyekiti, kama unavyoona kuna watu wamekimbia nyumba zao. Ukifika pale mbele inakuwa kama umeyavuna alafu unawaachia wananchi kule nyuma. Nadhani kuna kina mama ambao tulitembea juzi pale. Kuna kazi kubwa ambayo inahitajika kufanyika hapa, lakini bahati nzuri nimefanya mazungumzo na meneja wa TARURA na yeye alikuwa safari amerudi kwa ajili ya kuja hapa tuone namna gani tunarekebisha hiki kilichofanyika hapa ili wananchi waone thamani ya fedha. Na mkandarasi, bahati nzuri nimekuja na mtu atakukuru hapa. Maelekezo ambayo ndugu mwenyekiti, kabla hata wewe hujaenda kukagua, ni kwamba ni lazima tufike tukamhoji. Tujiulize kwa kina kabisa, kwa sababu Chama cha Mapinduzi kinataka matokeo. Na katika hili ndugu mwenyekiti, sitaki kupepesa maneno. Tunahitaji kufanya kazi hapa kurekebisha kilichokuwepo katika hali hii. Na ndio maana hata ulipopanga ziara hii wewe mwenyewe kuja, nilisema na mimi tutakuja ili na wewe uweze kushuhudia, na pale ambapo tunapoenda kubanana kurekebisha hili, sio kwamba tunamuonea mtu. Ni kwa sababu Chama cha Mapinduzi kinataka kuona matokeo. Na huu mradi ndugu mwenyekiti, mimi nataka tuutumie kama wa mfano. Kwamba tunapoamua kufanya miradi ya maendeleo, tunapoahidi wananchi kuwaletea maendeleo, serikali inapotoa fedha, sisi tunaosimamia na yule ambaye anapewa kazi, ukiwa ni Mtanzania unapigiwa kelele kila siku kwamba tuwape wa Tanzania, alafu unakuja kufanya kazi ya utopolo kiasi hicho, haitakiwi. Kwa sababu tunakaa, Chama cha Mapinduzi kinawapigania watu wapewe ajira. Tunasema watu wapewe tenda. Lakini ndugu mwenyekiti, leo hapa wewe uzuri ni injinia. Utachimba huku katikati uone hali iliyopo. Kwa hili sikutaka kwamba tulifiche kwa chini chini. Lakini nataka niwahakikishie wananchi kwamba serikali ya Dr. Samia Suluhu Hassan ipo hapa kwa ajili ya kuwahudumia nyinyi. Na haya mapungufu na yale yote ambayo chama kitayaibua, kwa sababu ndio maana chama kimekuja hapa, sisi tutahakikisha kwamba tunayafanyia kazi. Nimeanzia kule msikitini, nimekuja mpaka hapo napoona. Nilikuwa naangalia hiyo mola mliowekwa. Baada ya kutoka tu pale mpaka hapa nikashangaa. Huyu aliyeweka kifusi ameenda kuchukua kifusi wapi? Cha mtu aliyebomoa barabara yake akakitupa akaenda kukichukua. Hii sio kifusi, ni takataka. Mheshimiwa DC, hiki sio kifusi, ni uchafu ambao umetoka barabara kubwa kule. Kuna mlima aliweka pale, ndio wameenda kukusanya pale. Mimi niseme Mheshimiwa DC, pamoja na majukumu yote tunayofanya, kuna haja kila wakati unaposikia changamoto za wananchi uripoti kuja. Na unapokuja unakuwa ni sehemu ya kutatua matatizo kama haya. Leo nikushukuru pia umevaa mabuti, ulijua hali ya huku na ukuniambia. Ni vizuri sisi viongozi, sio lazima uitwe. Inafika wakati kwenye miradi ya serikali
tu tunakwenda bila kuitwa au bila kualikwa. Kwa nini nasema hivyo? Ukienda kualikwa watakupiga changala macho. Sasa kama hatungekuja hapa leo chama, tungepigwa tu changala macho. Na mimi nakushauri, lazima kipindi hiki kazi ni mchaka, na viongozi nini, tutembee kimchaka hivyo hivyo. Ni vizuri sisi viongozi, sio lazima uitwe. Inafika wakati kwenye miradi ya serikali tu tunakwenda bila kuitwa au bila kualikwa. Kwa nini nasema hivyo? Ukienda kualikwa watakupiga changala macho. Sasa kama hatungekuja hapa leo chama, tungepigwa tu changala macho. Na mimi nakushauri, lazima kipindi hiki kazi ni mchaka, na viongozi nini, tutembee kimchaka hivyo hivyo. Hali halisi ya mvua inavyokuja, kuna nyumba tumeangalia pale imeandikwa inauzwa, hata ukimpa mtu akununua hayupo kwa sababu maji yako ndani. Tufike mahali mheshimiwa, tunapokwenda kwenye ujenzi kama hizi, mnaangalia miundombinu ya maeneo ya watu. Hata mnapoanza kujenga barabara lazima muangalie matoleo ya maji yatakuwaje. Sio mtengeneze barabara msalishe tena kero upande mwingine, haitakuwa vizuri. Huyu mkandarasi kasumza hapa akasema controller, inawezekana sio kosa lake, hajui utaratibu. Mheshimiwa, huyu mkandarasi kuna haja ya kumtafuta, umtafute. Kama kuna hela anazo, mumbanini amalize barabara kwa kiwango kinachokubalika. Kama haiwezekani, arudishe hela zake, kwa sababu mkataba unasema, mikataba inasema kama umeshindwa kutekeleza utaratibu ule na haiwezekana, aidha unaweza kurudisha, ukavunja mkataba, ukapigwa faini au kaenda mahakamani. Wewe DC nakushauri, wazembe wa namna hii kwenye barabara nyingine, kwenye kata nyingine, lazima tuwajibike kuwa wakali kwao na si vinginevyo. Hapa nataka iwe mfano. Ikiwa mfano, kwa wengine atasikia tu na ujumbe utafika. Huyu bwana, huyu mkandarasi fake, mnasema fake kwa maelezo yake tu, maelezo ya kawaida tu, hafai kuwa mkandarasi, atoshi. Kwanza hapa hatakiwi, kwa sababu ndio anamdanganya bosi wake, anaharibu barabara. Uongo kweli? Kwa hiyo mimi nawaomba wananchi, nawaomba muendelee kuwa wavumilivu. Chama cha Mapinduzi kiko nyuma yenu, Mheshimiwa Rais yuko nyuma yenu, mbunge yuko nyuma yenu, diwani yuko nyuma yenu, na mwenyekiti wa mtaa DC mwenyewe kasema anachota hadi miaka 10. Uongo kweli? Kwa hiyo tuwape moyo na kuwapa ushirikiano pale changamoto inapotokea, mtoe taarifa mapema. Na niseme leo tarehe ngapi? Nirudi lini? Nirudi baada ya muda gani? Baada ya wiki 2. Mimi nakupa wiki 3. Baada ya wiki 3, kwa sababu hali halisi na utengenezaji barabara na kutegemea na hali ya mvua inaweza kuwa ngumu kidogo. Kwa hiyo ndio maana nimeongeza wiki 1 mbele. Asanteni. Edward Mwakilasa ni mkazi wa eneo husika hili, lakini pia hao wakandarasi kazi walioifanya sio kwamba tunawatukana. Ukipita ukusukuma hiyo mitalo hiyo inabomoka. Tulipigia kelele sana. Lakini pia maji hayaendi mpaka mwisho, hapo katikati yanatwama. Mpaka watu waingie tumbukie mle wayasukume ndio yaende. Ila yakijaa yanakwenda. Yasipojaa yakiwa machache basi ni shida, uchafu. Kwa hiyo tunaomba tu Mungu atusaidie. Huyu mkandarasi maadamu amejifunza kutokana na makosa, lakini sio kwa hapa tena, kwa sehemu nyingine ukienda. Ila hapa pamekushinda, hatuhitaji hata kuiona sura yako. Manake tumeharibiwa vibaya, tumetesewa vibaya. Miaka mingi tunalalamika kuhusu hii barabara, lakini ndio hivyo. Ni katibu wa bodaboda Baruti, ambao ndio watumiaji wakubwa wa barabara hii. Hii barabara imekuwa na changamoto kwa muda mrefu sana. Na juzi ziara ilivyokuja tulishukuru sana kwa sababu tulitoa kero zetu nyingi sana kuhusu mkandarasi aliyekuwa akisimamia barabara hii. Mkandarasi huyu alitutesa kwanza kipindi akitengeneza barabara. Alitajaza kifusi alafu akaondoka. Katikati pale ikatokea msiba, kama mnakumbuka ndugu wa mtaa. Kuna msiba ulitokea, tukashindwa kufikisha mwili nyumbani kwa sababu ya vifusi. Hakuna njia ya kupita gari wala hakuna sehemu ya kupita mtu ili kufika eneo la tukio.
Baadaye akaja kusambaza, lakini kifisa cha utetea ni matakataka aliyokusanya barabarani kwenye sehemu zinazotengenezwa akaaleta hapa, inateleza, inatuangusha huko njiani. Juzi alipokuja hapa alimtuma mtu aliyekuja kutoa ripoti. Mradi wetu inasema kwamba inatengenezwa kwa milioni 173. Na alituambia aliyetumwa siku hiyo kutoa uwakilishi wamekabidhiwa shilingi milioni 155. Alafu ilikuwa mradi ni milioni 173, amekabidhiwa, ameshalipwa milioni 150 Lakini aliyekuja leo kaja kutufunga kamba tena. Badala ya kusema ukweli ambao wa ripoti aliyotoa juzi, leo ametuambia amepewa milioni 120. Ina maana hapa kama TAKUKURU mpo, amnihitaji hata kutumia nguvu nyingi. Huyu ni muongo. Huyu aliyetumwa juzi yuko wapi? Wajuzi kakimbia. Waleo kaletwa fundi ambaye anakuambia yeye ni controller, fundi controller, alafu ni form 4. Sio ajabu ni form 4 failures. Kwa sababu hata kama ni form 4 uliyesoma vizuri, unajua kwamba simenti mfuko mmoja anachanganya kwa ndoo 10 ya mchanga. Hii hali isingetokea. Sasa wewe unamtuma form 4 failures anakuja kutengenezea barabara ya serikali yenye gharama ya milioni 173. Hiyo ni uongo. Na juzi niliwaambieni watu mnaowapa kazi wanatuchonganisha sisi na serikali. Tukipita kwenye barabara ambazo zinatengenezwa na hela za serikali tunaanza kuwakosoa serikali. Kumbe wale mnawakabidhi hela ndio wapigaji. Kwa hiyo mimi nilikuwa naomba TAKUKURU, tumieni taarifa zilizoletewa juzi na taarifa zilizoletwa leo. Mnampata mchawi ni nani? Naitwa Leila Kesi. Sisi hapa tatizo letu lipo hapo kwenye nyumba yetu. Baba yetu aliweka ukuta hapo mkubwa tu, miaka yote tunaishi, hatujai kuingiliwa na maji wala nini. Lakini huyu mkandarasi alipokuja kujenga akabomoa ule ukuta, mwisho wa siku kule kwetu akaweka pafupi, huku juu kaweka parefu. Kwa hiyo sisi ikinyesha mvua kama jana hatujalala jamani. Juzi ndo kabisa maji yanaingia hadi ndani. Kama hadi video tumechukua. Maji yanaingia hadi ndani. Sasa sisi tutaishiji? Na pale hata mkienda saizi kaangalieni kwamba huku chini papo pafupi, huku juu papo parefu. Sasa maji yakiwa yanatoka, unajua maji huko yanatoka yote yanazungukia kule upande wetu. Na yakifika kule maji yanakuwa mengi sana, yanaingia hadi ndani. Sasa sisi tutaishije? Tutakaa nje kila siku tungojee kwamba tunakuja kujengewa na mvua hizi zimeanza? Kwa hiyo tunachoomba mtusaidie ili atuongezee kule urefu na sisi tupate kulala kama tulivyokuwa tunalala mara ya kwanza.